chakula leo kipo tofauti. Nikamwambia kwani kipoje? Akasema chakula yani kama chumvi haijakolea vizuri, alafu kina kiini. Una shida gani? Nikamwambia haiva vizuri. Nikamwambia hamna, ila ni nani tu, naomba unisamehe. Akasema yaani kwani ilikuwaje mpaka kikawa hivi? Nikamwambia mama, kuna nani, moto ulikuwa unasumbua, kwa hiyo ikawa imetokea bahati mbaya hivyo. Akasema baba sasa akasema kwani mama, kwani chakula kikoje? Akasema kwani wewe uone huko mdomoni, uone kama kinatafunika kwa jaziba? Akamjibu hivyo, uone kwamba chakula ukiweka mdomoni kinatafunika. Akasema wewe tule bwana, mimi nachelewa. Akasema wewe kama unakula mimi nimeshiba. Akainuka kwa hasira mama mchungaji. Akainuka kwa hasira. Baba mchungaji akasema kaendelee na kazi zako, mimi nakula hapa naondoka. Kwa hiyo mimi nikabidi niondoke, nikaendelea na mambo yangu. Akala, baadaye akainuka. Alikula chote maana yake alimaliza chakula. Yeye alichopakua kwenye sahani alikula, alimaliza. Yaani kama kubakisha, unajua ile kistaa unakula kistaa kidogo lazima ubakize hivyo vipunje. Lakini niliona kila alichopakua kimelika kiasi kikubwa. Mimi nikaendelea na mambo yangu, nikaenda kutoa vyombo. Nilipotoa na kweli hapo chakula ilikuwa kijaiva kweli au tu ilikuwa ni gugu ya mama mchungaji? Yaani niseme kama siku hiyo ilikuwa kuteleza. Kikawa yaani kama kina kiini hivi. Kweli ilikuwa kijaiva kwa umbali. Lakini aliwaka. Baadaye baba alivyoondoka, mama ikawa kama kasheshe fulani. Yaani akawa yaani akiniita sauti moja tu nikishindwa kuitika anaanza kufoka. Yaani ndio maana mnakuwa wazembe mpaka kwenye vyakula mnatulisha vibichi. Yaani sauti ninaita kama 10, kama sijui upo wapi, uko hapo tu anaanza kuwaka moto. Mimi nikawa simjibu. Yaani kama alikuwa kashakuchukia. Yaani kutokana na vile vitu ambavyo vinatokea bahati mbaya, kwa sababu unakuja kuangalia kama kuvunja sahani inakuwa inatokea bahati mbaya, mtu imeteleza hivyo na kitu kilishawahi kutokea akafoka. Unakuja kuangalia haya chakula ndio hivyo. Yaani ikawa kama kaweka kakisirani fulani hivi. Kakinyongo. Sasa siku hiyo nakumbuka ilitokea tena, mama aliondoka. Alipoondoka alikuwa sijui ana mkutano gani, akaniaga pale huko maana yake Mombasa. Akaniambia mimi nitarudi sio muda. Nikamwambia sawa, ila nikuta umefanya hivi. Akawa amenipa maelekezo pale. Nikamwambia sawa, tafanya mama. Akaniambia sio nikuta umeshabolonga, maana wewe sasa hivi mambo yako unavyofanya hata uelewi. Nikamwambia mama, nimekuelewa, inatokea bahati mbaya. Akasema haya, akatoka. Alipotoka baada ya muda nikakuta yani ikawa sio muda mrefu nikakuta baba karudi. Aliporudi ikabidi mimi niandae chakula cha muda, kwa kuna karatiba fulani mtu akisharudi unakuta labda matunda au juisi iko sehemu fulani inatakiwa utoe uweke mezani ili kama anakunywa anywe. Mwenye maisha fulani unajua kwa sisi watoto wa kibongo unywe na juisi, yani wewe chakula na juisi ndio hivyo. Kwa hiyo ikabidi nifanyeje, niandae hivyo matunda. Nikasema kama hata kula matunda basi atakunywa hata juisi ya baridi. Nikaweka pale, nikaendelea na mambo yangu. Nikakuta kaniita. Nani? Baba. Sasa baba kaniita. Wakati huo mama mchungaji manake ndo alikuaga mchana kwamba anaenda kwenye mkutano, si ndio? Kaondoka na haijatimia muda mrefu kwamba ndo kafika mbali. Hapana. Yaani alikuwa hajafika mbali kivile. Yaani kama baba mchungaji alikuwa anamsikilizia tu atoke arudi. Ndio. Baada ya hapo
nikaenda kuitika, akasema vipi? Nikamwambia safi. Shikamoo baba. Akasema marahaba. Akasema vipi kazi zako zinaendelea vizuri? Nikamwambia ndio baba. Akaniambia unajitahidi mwanangu, kazana, hiyo hela ukipata uwe na malengo nayo. Nikamwambia sawa baba, nimekuelewa. Akaniambia hivi, umesema umetoka wapi vile? Yaani unajua hujawahi kunipa stori za huko kwenu. Nikamwambia nyumbani ni stori ndefu, lakini kwetu ni jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Akasema hongera. Nikamwambia asante. Nikamwambia ila hapa kwenu ni pazuri, japokuwa sijawahi kutoka nikatembea tembea kuangalia mazingira. Ni pazuri. Akaniambia wewe unapaonaje? Kwanza mijengo yenyewe inayoonekana ya watu ambao wenye hela. Kwa hiyo na wewe upambane upate hela kidogo, na wewe ukatengeneze mazingira nyumbani. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Akaniambia basi naomba niandalie maji ya kuoga. Nikamwambia sawa. Kweli nikajitahidi, nikaweka mambo yangu sawa, nikaandaa maji. Kwa sababu wenyewe walikuwa yani kule ndani kwao kulikuwa na bafu. Umo ndani kila kitu. Sasa siku hiyo kama ilitokea emergency hivi, maji sijui yakawa hayatoki, mimi hata sikuelewa kwa sababu alikuwa hana kawaida ya kuniomba maji. Yaani wakati mke wake yupo, maana yake alikuwa hakuambii kwamba umwekee maji. Alikuwa niombe. Sasa nikatekeleza kwa sababu kaniambia, mimi nikatekeleza, nikapeleka mlangoni. Sikutaka kuingia chumbani kwa sababu nilikuwa sijawahi kuruhusiwa niingie huko chumbani kwao. Ila yeye alikuruhusu. Akaniambia dada leta. Nikamwambia sawa. Nikaingia. Sasa mazingira ya kule ndani lazima uwezi ukakurupuka tu. Nikafika pale nikaganda kwa sababu kile chumba yani kulikuwa na kabati kama 2 hivi, kitanda kikubwa na wanaita nini, dressing table. Iko pale. Nikawa nimeganda sasa, naangalia mazingira kwa sababu mimi mazingira ambayo nimekulia hayapo kiivo. Akaniambia peleka kule. Nikasema akaniambia peleka kule, mlango ule pale bafuni. Sasa ikabidi nisukume mlango ule nipeleke, nikaweka pale, nikawa natoka. Ile kutoka nikakuta anavua nguo. Alipokuwa anavua nguo, mimi nikafanyaje? Nikasimama nikafumba macho. Akasema wewe vipi, umepigwa na mvua? Nikamwambia hapana baba, naona unavua nguo, sasa mimi bado sijatoka. Akanambia unatoka kwani una haraka, una kazi? Nikamwambia ndio, nina kazi za kufanya. Ananiambia hizo kazi utazifanya wewe, na shida na wewe kwanza mara moja. Wakati anavua nguo anavua nguo. Sasa mimi nikawa kile kitu ambacho yani anakifanya mimi sijakizoea, nikawa naangalia pembeni. Ananiambia unajisikiaje? Ukizoea kwamba ukoje kufanya? Yani nisemee ukweli, sijawahi kufanya, alafu sikutegemea kwamba nitafanya pale, alafu nikiangalia yule ni bosi wangu. Ulipata mshtuko? Yani kwanza niliogopa. Nikawa naangalia pembeni huku, nasogea mlangoni, mlango ule wa kutokea sebuleni. Afu kama kuna upenyo ukimbie na yake. Akaniambia nasogea huko, njoo basi. Nikamwambia kuna nani nilibandika kule sufuria, kuna kitu napika. Akaniambia kitu gani unapika? Nikamwambia kuna kitu mama aliniambia nikifanye, kwa hiyo nawahi itaungulia. Akasema sawa basi, kazime jiko uje. Nikamwambia haya. Nikatoka. Nilipotoka nilikuwa sijabandika chochote. Nikaenda kuingia chumbani kwangu, nikatulia kule. Wakati huo mchungaji ameshavua nguo na umemwambia kwamba unaenda kupika, kuna kitu unaenda kuipua. Alikuwa malaika ashapunguza nguo zote au ndo alikuwa anavua mwenyewe ndo anaanza kuvua?
yani alikuwa ametoa lile shati anaendelea kuvua nguo nyingine. Sasa kadri ya mimi ninavyosogea mlangoni akawa ananioji, we vipi, mbona kama yani hutulii? Nikamwambia nataka niwahi nikaepue sufuria kule nilibandika, mama aliniambia kuna kazi aliniambia niifanye. Akaniambia kaipue, lakini unani urudi. Mimi nilipofika kule nikapitiliza nyumbani. Bwana mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia, of course hii ni story ndefu kidogo, na huyu ni mwanadada ambaye alikuwa anafanya kazi kwa mchungaji. Anatuhadithia jinsi ilivyokuwa, jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda, na of course amesema kwamba kwa mara kwanza ndio hivyo mchungaji amemuita, lakini akafanikiwa kutoka. Tunatamani kujua mbeleni kwamba ilikuwaje na ikawaje mpaka ikafikia kuangukia kwenye penzi zito la mchungaji. Umetoka chumbani kwa mchungaji, umefika jikoni ukapitiliza maana chumbani kwako. Kitu cha kwanza kichwani kilikujia nini? Yani moja kwa moja nikawa nafikiria hivi, yule baba ananiita nifanye nini? Alafu anavua nguo. Alafu pili nikawa nafikiria ghafla pap mama kafika, itakuwaje na mama alivyomkali vile. Mimi nikatulia kwanza chumbani, yani nikawa nafikiria sasa yani nifanyeje ili nisirudi kule. Katika kutulia pale nikakuta nimeitwa tena na baba mchungaji sasa. Na usimwambie maana unaipoa unarudi? Akaniita nikakaa kimya. Akaita tena ikabidi nimuitike. Nikamwambia nakuja. Hapo alikuwa anakuitia maana yake uende ndani kwake. Nikamwambia nakuja. Akaniambia fanya haraka basi, mimi nataka niwahi. Nikamwambia sawa nakuja. Akaniambia nakusubiri eti. Nikamwambia sasa namna ya kutoka nielekee kule chumbani sielewi ninaenda kufanya nini na ananiitia nini sielewi. Sasa nikawa najiuliza maswali, natembea taratibu. Nikakuta mlango umefunguliwa, akaniuliza, "Wewe mbona unatembea taratibu hivyo? Hivi ndo unavyotembeaga au mbona nimekuita sauti nyingi tu afu unaitika kwa nani? Changamka basi, nataka niwahi." Hivi kabla ya hayo yote alishawahi kuambia kwamba anakutaka labda kimapenzi, labda kwenye siku mkakaa mkapiga story kwamba mimi nimetokea kukupenda nataka kuwa na mahusiano nawe? Hapana, yani sasa unakuja kuangalia kwa vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya, nikikosa anakuwa kama ananitetea. Ukawa unaunganisha matukio. Sasa nikawa naunganisha matukio, ananiita chumbani kufanya nini na mtu kavua nguo. Cha kwanza akaniambia nipeleke chumbani maji, sijawahi kupeleka. Kaniambia niende tena, wakati mimi nimemwambia nina kazi nimepewa na mama, lakini bado anang'ang'ania niende. Sielewi naenda kufanya nini. Kabidi niende nikamuitike. Sasa kadri ninavyoenda nikawa natembea taratibu. Unajiuliza. Akafungua mlango. Kama anachungulia fulani. Wewe mbona unatembea taratibu hivyo? Hebu fanya haraka basi, mimi nataka niwahi kwenye shughuli zangu. Kabidi niende. Fika pale akaniambia kaa. Nikamwambia abi. Akasema kaa hapo. Nikasema wapi? Akasema si hapo. Hapo kitandani hapo. Nikamwambia haya. Nikakaa. Akaniambia vipi? Mbona kama unakuwa muoga hivyo? Nikamwambia kwa sababu sijawahi kuja mazingira haya. Yaani hata nikiwa na mama hapa nyumbani hajawahi kuniambia niingie ndani huku. Nashangaa wewe hapo unaniita. Umeniita mara ya kwanza, umeniambia nilete maji, nimeleta. Nimetoka, nimekwambia nimeacha vitu jikoni vinaungulia. Umeniambia nikazime jiko nije. Lakini sijaja muda ambao umeniambia nije. Bado umekadhania umeniita. Nimefika unaniambia nikae kitandani. Akaniambia kwa hiyo ndio kitu unachoshangaa? Nikamwambia ni kitu ambacho sijawahi kufanya, kukaa kwenye chumba cha bosi wangu sijawahi. Na ndo mara ya kwanza. Yaani unashangaa. Akaniambia sasa unaogopa nini?
Nikamwambia haya, labda nikuulize swali. Mi mama hajawahi, yani nafuaga nguo, ananiletea nguo na pasi, naishiaga mlangoni. Haya, ananikuta leo nipo huku ndani. Itakuwaje? Itakuwaje? Akaniambia, yani wewe kuwa na amani. Hapa ni kwangu na yule ni mke wangu. Kwa hiyo ratiba zake mimi nazijua. Yani uwe na amani kabisa. Nikamwambia yani niwe na amani? Hivi wewe hujui kwamba kitu ambacho unakitengeneza ni kibaya sana? Yani labda akitokea hapa mfano, utaongea nini? Akasema ndo maswali gani hayo? Hapo mbona kama saizi unaanza kunipandishia sauti hivi? Yani unajisahau kabisa upo wapi, upo na nani? Nikamwambia haya, mimi ngoja basi ninyamaze, maana nikiongea anaendelea kupandishia sauti. Akaniambia okay, unajua nimekuitia nini hapa? Nikamwambia hapana, nimekuja kusikiliza. Akaniambia najua una mahitaji yako binafsi, mimi nimeona nikupe hii hela itakusaidia. Nikamwambia hela? Akaniambia kwani wewe yani una hela za kutosha hapo ulipo? Nikamwambia hapana. Akanipatia. Alivyonipatia nikamwambia asante, nikainuka nikawa naondoka. Akaniambia hebu rudi ukae hapo kwanza. Nikarudi tena. Akaniambia sasa nakupa hela, unasema asante, unainuka unaondoka. Yani usemi hata ile asante, yani mtu akajisikia kwamba ametoa kitu ambacho yani. Nikamwambia okay, sawa, nashukuru sana kwa sababu umenipa hela, itanisaidia yani kwa mambo yangu binafsi. Asante sana. Akaniambia hapo nimefarijika sana, yani najisikia hapo kweli nimetoa kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Nikamwambia nashukuru kwa kuwa umejisikia vizuri. Nikainuka nikamwambia naomba uniruhusu niende basi. Akaniambia haya sawa, kafanye mambo yako, lakini najua hapo ulipo namba yangu huna. Nikamwambia mimi kweli sina namba yako, mimi nina namba ya nani? Ya mama tu, ambayo yani mara nyingi ndo nikiwa na shida hapa nyumbani namwambia. Ananiambia okay, nipe simu yako. Nikampatia pale, akaandika ile namba. Namba yake sasa. Yeah. Alivyoiandika ile namba, nikafanyaje? Nikaondoka. Nikaendelea na mambo yangu pale ndani, kuendelea na mambo yangu. Akajiandaa, akavaa nguo, akasema mimi natoka. Nikasema sawa. Akaniambia baadaye. Nikamwambia haya. Akaniambia ila unajua ninakoenda ni mbali. Nikamwambia sawa. Yani akawa anataka aendeleze ka story fulani hivi, sasa akakuta mimi bado kama siingii kwenye line. Yani siongezi ile hamasa ambayo yeye anataka kuileta. Nikawa naendelea na mambo yangu. Akatoka, akaenda kazini. Aliporudi, kwa hiyo unataka kuniambia Maki kwa siku hiyo, siku ya kwanza Maki alipompelekea maji au amkufanya chochote? Hatukufanya chochote. Yani kwanza mimi hapa nikawa yani kama nampiga chenga nyingi. Ikafikia muda tu yeye mwenyewe inaonekana ile hela hakupanga kunipa, yani ikafanya sasa ile anipe. Aliponipatia yani kama ushawishi. Yani kama kunishawishi fulani hivi. Sasa baada nilipotoka yeye kajiandaa, amesema anaondoka, anaendaga. Nikamwambia sawa. Akaniambia haya, akatoka akaendaga. Mimi nikaendelea na mambo yangu. Bwana mtazamaji, tunaendelea kupiga story na huyu ni mwanadada ambaye of course alikuwa anafanya kazi kule nchini, alikuwa anafanya kazi mji Mombasa kule kwa mchungaji mmoja mkubwa sana, na of course anataka kutupa story. Tunaweza kufahamu vitu gani ambavyo vilimtokea au viliendelea kwa mchungaji huyo. Siku ya kwanza hamkufanikiwa kufanya, amekupa pesa kama kukushawishi ili muweze kufanya. Ili kuwaje ukashawishika kwa siku nyingine kulala naye mchungaji? Alitumia mbinu gani kukushawishi ili aweze kupata penzi lako? Yani ilitokea
Baada ya hapo ilitokea siku moja baba ametoka kama kawaida yake, mama naye akasema mimi natoka, nikamwambia sawa. Walivyotoka nikakaa, baada ya muda fulani nikakuta baba karudi kama kawaida, kwa sababu yani baada ya kumpelekea maji siku zile kuna vishawishi akawa ananifanyia. Yani unakuta mama anasema anatoka, labda baba anakuwa ametangulia kutoka, mama katoka, unakaa baada ya muda fulani baba karudi. Sasa akirudi unakuta labda kakaa pale sebleni, kavua shati, mara anaanza kuita. Ukishafika pale mara anakuambia ukae hapa karibu, anaanza kukuuliza maswali ambavyo hata havieleweki. Vipi, unapendelea kula nini? Yaani akawa ananiuliza maswali vingi. Sasa siku moja hiyo niliona amerudi mapema, kurudi akaniambia yaani mwenzio leo nina shida. Nikamwambia una shida gani? Ananiambia unajua mimi hapa, yaani toka ulivyofika hapa naona ni mtulivu hivyo, na inaonekana wewe haujawahi kuwa na mahusiano. Nikamwambia yaani mahusiano yapi? Ananiambia kwani hujui? Nikamwambia mimi sijui, ndio nakuuliza wewe mahusiano yapi? Ananiambia mimi nimebanwa, naomba unisaidie. Nikamwambia umebanwa nini? Ananiambia hebu twende kwanza chumbani kwako. Nikamwambia chumbani kwangu? Mmebaki wawili? Nikamwambia chumbani kwangu. Akasema kwani wewe chumbani kwako hukujui? Nikamwambia kwani kuna nini? Akasema wewe twende. Sasa kwa vile ile nani alikuwa anatumia mara kwa mara kuwahi kurudi, sasa kuna kanani fulani nikawa na mimi nimekajenga, nikawa nishamzoea. Yaani akirudi simtilisha, najua kawaida yake. Siku hiyo akaniambia twende chumbani kwako. Nikamwambia kuna nini? Akasema wewe twende. Tulipofika kule ananiambia